Bwana Yesu asifiwe. Mwana wa Mungu, na kusalimu katika jina la Yesu. Nina kila sababu za kumshukuru Mungu kwa ajili ya siku ya leo, tarehe nzuri ya kinabii, tarehe 12 ya mwezi wa 12. Kuna vitu Mungu ataenda kufanya kwenye maisha yako kwa siku ya leo, na ninaamini ya kwamba historia ya maisha yako itabadilika. Natamani kusema nawe neno hili na kukutia moyo na kukuimarisha, kwa kukufanya uwe na kiu na shauku ya kuendelea katika safari ya imani. Kitabu kile cha waraka wa kwanza wa Petro sura ya 5 mstari wa 7. Maandiko anasema huku mkimtwika yeye fadhaa zenu zote, maana yeye hujishughulisha na mambo yenu. Lakini kabla ya hapo, Biblia inasema basi nyenyekeeni chini ya mkono wa Mungu ulio hodari. Maandiko yanatufundisha kwa habari ya kunyenyekea chini ya mkono wa Mungu ulio hodari. Alafu anasema matokeo ya kunyenyekea chini ya mkono wa Mungu ulio hodari ni Mungu kukuinua kwa wakati wake. Kwa hiyo ni muhimu utambue kwamba kuna wakati wa Mungu wa kukuinua, kuna wakati wa Mungu wa kukupeleka kwenye kiwango kile ambacho amekusudia. Lakini huo wakati wa Mungu unapokuja kwenye maisha yako, ili ufanye kile ambacho Mungu amekusudia, kama ni kukuinua, ni lazima kwanza utangulie unyenyekevu, kwa sababu Mungu huwa ainui watu wasio wanyenyekevu. Biblia inasema yeye huwapinga wenye kiburi, lakini huwapa neema wanyenyekevu. So hakuna kuinuliwa without unyenyekevu. Unahitaji kuwa mnyenyekevu sana ili Mungu akuinue na kukupeleka kwenye ukuu aliyokusudia. Lengo langu ni kusema nawe ule mstari wa 7, mahali anaposema huku mkimtwika yeye fadhaa zenu zote, kwa maana yeye hujishughulisha na maisha yenu. Maana yake ni kwamba inawezekana kwenye maisha yako sahihi, wewe unayenisikiliza, kuna fadhaa, kuna namna unapita kwenye mambo yanayoumiza moyo wako. Kwa sababu tunapozungumza fadhaa, maana yake ni mambo yanayokufanya unalia, mambo yanayosababisha unashindwa, mambo yanayokufanya unabaki njia panda. Kuna mahali umefika ambapo huoni tena njia ya kupita ili uende kwenye hatima, ili uende kwenye mafanikio yako, ili uende kwenye kusudi la Mungu. Kuna namna umefika mahali ambako vizuizi vimekuwa vingi, vinavyopelekea moyo wako unaumia. Biblia inasema huku mkimtwika yeye fadhaa zenu zote, kwa maana yeye hujishughulisha na mambo yako. Swali langu katika wakati huu kwako mtazamaji, ni nani unayemtwikaga fadhaa zako? Kwa sababu kuna watu ambao pengine kwa sababu ya kutokujua wamejikuta fadhaa zao wanazipeleka kwa waganga wa kienyeji, wanapeleka kwa wachawi, na matokeo yake ni kwamba wameishia kutapeliwa na wamejikuta mzigo wa maumivu umeendelea kuongezeka. Hakuna solution juu ya changamoto zao. Na kusema na wewe kwamba jifunze kumtwika Mungu fadhaa zako, kwa sababu Mungu wetu yuko tayari kwa ajili ya kukusaidia katikati ya changamoto zako. Biblia nasema katika kitabu cha Zaburi sura ya 121 kwamba nitayainua macho yangu nitazame milima, msaada wangu utatoka wapi? Msaada wangu katika Bwana aliyeziumba mbingu na nchi. Kwa hiyo make sure kwamba umeinua macho yako, sio kutazama wanadamu, sababu wanadamu ni wanadamu tu. Kuna majira unaweza ukatumaini kwamba watakuwa faraja kwako, lakini wakakuacha. Kwa hiyo make sure kwamba umeutumainia msaada kutoka kwa Mungu na Mungu akusaidie. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo ninakutamkia msaada wa Mungu katika maisha yako siku ya leo katika jina la Yesu. Inawezekana unanitazama ukiwa Dar es Salaam. Ninaamini mkono wa Bwana si mfupi wala usiweze kuokoa. Mungu akuonekanie pale ulipo. Haijalishi changamoto gani unazokutana nazo kwenye maisha yako. Haijalishi muda huu unapita kwenye mazingira magumu kiasi gani. Mimi nataka nikwambie kuna wakati adui hatofurahi kuona umefikia njozi ulionayo. Na ndio maana tunapoyasoma maandiko tunakutana na habari za mtu mmoja anaitwa Yusufu. Yusufu alikuwa ni mtoto wa Yakobo. Kulingana na kusudi la Mungu, Yusufu alikuwa anatakiwa kuinuliwa ili aje kuwa mtu wa kuwasaidia ndugu zake baadaye, awe daraja la wengine kuvukia kwenda kwenye hatima zao. Lakini Yusufu alikutana na upinzani mkubwa sana wakati ambapo alianza kuelezea kuhusu maono ambayo alikuwa akiyaona, kwa sababu alikuwa analetewa ndoto za ukuu, na alipoeleza ndugu zake, ndugu walimpinga. Ndugu alionyesha kutokufurahishwa na ukuu ambao Yusufu angeupata baadaye. Kwa hiyo wakatengeneza njama za kutaka kumuua Yusufu, wakiamini kabisa kwamba kufa kwa mbeba maono ndio kufa kwa maono yake. Kwa hiyo aliamini akifa Yusufu maono yake yamekufa. Lakini angalia, rehema za Mungu ni kubwa. Yusufu aliishi hata wakati wamemkusudia mabaya.
Mungu aliyabadilisha mabaya yao yakawa mema. Kwa hiyo madamu wewe ni mtu aliyebeba kusudi la Mungu ndani yako, Mungu wetu hatoruhusu ukaumia kwa kiwango cha kumwacha yeye. Bado ana kusudi na wewe, bado anakuhitaji, bado anaacha na wewe. Mwamini Yesu, tegemee Yesu, weka imani yako kwa Yesu. Acha nikuombee na Bwana akubariki mahali ulipo. Mungu wetu na Baba yetu, katika jina la Yesu Kristo, asante kwa ajili ya mwanao ambaye ananitazama. Mimi sijui ananitazama akiwa wapi. Inawezekana muda huu ananitazama akiwa Dodoma, akiwa Dar es Salaam, akiwa Morogoro, akiwa Singida, akiwa Shinyanga, akiwa Tabora, akiwa Kigoma, akiwa mikoa yote ya nchi ya Tanzania. Bwana, ninapeleka mkono wako na damu yako, mguse Bwana. Inawezekana saa hii kuna namna anapita kwenye mambo yanayoumiza moyo wake na kumfanya Bwana kuona kana kwamba kuwa na wewe sio kitu cha kujifungamanisha nacho. Mungu, ninaomba ukamsaidie. Nyosha mkono wako kwenye maisha ya kwake, muinue tena, mtetee tena, msaidie tena Bwana, sawa sawa na uweza wako. Imeandikwa, yako matumaini katika mti ya kuwa ukikatwa utastawi tena, utainuka tena, utaota tena. Nami namuombea Bwana, maadamu anakutumaini wewe, ninamuombea sahii akainuke tena kwa jina la Yesu Kristo. Na ninaashiria ile Naumu sura ya 1 mstari wa 9 ya kwamba utakomesha mateso, atainuka tena. Baba, naomba ukakomesha mateso yako kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Dakika 2, 3, 4, 5.